Chiza akasogea zaidi na kumshika paja. Juni akanyanyuka na kumwambia Samueli, unarudia tena kufanya hivi? Ndio narudia kwa sababu na upendo na wewe. Nataka niwe na wewe leo. Samueli akamshika Juni na kumtia kitandani. Movie linaanza. Mrembo anaitwa Juni ambaye anakosa ajira na kuamua kujiajiri mwenyewe kama mama ntilie, akiwakaribisha wateja wake wanaomkubali kwa mapishi ya kinoma noma. Baadaye wakati anasema chakula mtaani, akakutana na kijana handsome akifanya mazoezi ya kukimbia. Akanikuta mdu wake mshangaa. Bila kujielewa akaacha chakula chini na kumkimbilia ili amuone vizuri. Wakati anafanya hivyo, bahati mbaya gari likapita likatukanyaga vyakula vyote. Akanikuta amepoteza vyote, hana jinsi. Ikabidi arudi ofisini kwake. Afika yake Ola anamuuliza, mbona una hasira? Umekataa kukulipa. Mrembo anawaambia chakula kimetanyagwa na gari. Ola anamuuliza kivipi? Mrembo anajibu nilipata mshtuko. Ola anamuuliza mshtuko wa nini? Mrembo anamwambia si nilimuona kijana mzuri sana. Ola anamuuliza ulikuwa unazungumzia chakula, sasa huyo kijana anahusiana vipi na chakula? Mrembo anamwambia huyo kijana ndio kanifanya nikiachia chakula mikononi. Yaani Ola, huyo kijana ni mzuri sijawahi kuona toka nizaliwe, ni mrefu na ana sura nzuri. Yaani Ola anaangalia hivyo, huyo kijana ni mzuri sana. Ola anamuuliza ina maana huyo kijana hujawahi kumuona hapa mtaani? Mrembo anajibu ndio, yaani usimuona tu umekwisha. Ishake mrembo ipo ofisini, akawa anaombea vyakula alivyopika. Mungu Baba na vifunika vyakula hivi kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mara akasikia perfume ya kijana anempenda ikipenya kwenye pua zake. Ikabidi aache kuomba na kufungua macho na kumwona kijana anayempenda anapita. Akajaribu kumkimbilia, kumbe ana mteja anamuita. Shule asubuhi, mrembo akajiandaa kwa kiti kabisa ili akipita muone vizuri. Mteja akafika, yeye hana habari mpaka wanamwambia hebu njoo tusikilize. Wakati anawahudumia, mwana kijana akapita. Aliposikia perfume tu akastuka, akabidi aache sahani na kutaka kumkimbilia. Akakasirika kinoma noma kuona siku ya pili anamkosa kumwona kijana. Siku iko kwake, anamwaza kijana jinsi anaponukia na alivyo handsome. Ikabidi ampigie rafiki yake Ola na kumwambia naomba kesho uje mapema nyumbani, itakuwa nimeandaa chakula kabisa, ukanisaidia kuuza. Mimi nitakuja baadaye maana asubuhi kuna mahali naenda. Kesho yake alfajiri, mrembo Juni ikabidi aende njia panda alipokutana na yule kijana alipokuwa anakimbia, na yeye akajifaa anakimbia huku na huku akiangalia kama atatokea. Bahati mbaya kijana siku hiyo hajatokea kabisa. Akarudi kazini akiwa amekasirika ile kinoma noma. Ola akamuuliza nini shida? Mrembo akamwambia miguu inaniuma, nimetoka jogging. Ola akacheka sana. Mrembo anasema inakuwaje nimefanya mazoezi mtaani na kijana hajatokea kabisa? Akamwambia rafiki yake Ola, kwanza sasa na kuendelea sifikiri tena juu yake, itakuwa sio bahati yangu. Kijana anaitwa Kachi, huko iko nyumbani na mama yake ukizungumza. Mama yake anamwambia sijapenda jinsi usipomjali Tasha, yule ni binadamu naye, natakiwa uwe perfect gentleman. Nimekukuza uwe mtu mwenye upendo. Kwa nini unakuwa hivyo? Yule msichana ni mgeni wetu na ana haki ya kujisikia huru hapa, na amekuja akae muda mrefu, ni just weekend tu. Nakumbuka imebaki siku moja tu atarudi kwao. Hebu naomba mfanye ajisikie kuwa hapa. Kijana anasema mama, nisamehe sana kama nimekosea, ila siwezi kumjali Tasha kama mwanamke wangu. Mama akamwangalia kisha akamwita Kashi kutaka kutengeneza amani na Tasha kwa sababu sitaki arudi kwao akiwa na hali ya huzuni. Hebu kuwa perfect gentleman. Na mwisho akamwambia kamwe sitamkubali Tina katika nyumba yangu, mwanamke ambaye sina uhakika naye. Kifupi, Kachi ana mwanamke anayempenda sana anaitwa Tina. Wamesoma naye Uingereza miaka 4. Wanataka muoe na mama yake anamtaka Tifa, mtoto wa rafiki yake. Hapo ndio disco limeingia Masai. Kisha yake mrembo Juni kumbe jakata tamaa, kaja tena njia panda kumsikiliza kijana handsome kama atapita. Cha kushangaza anaona kijana handsome anaongozana na mwanamke ambaye ni Tasha. Walipofika karibu, mrembo akajifanya ameumia. Kachi kabidi asimame na kumfuata kisha akambeba na kurudi naye nyumbani. Mrembo Juni aliumia sana, akabaki ameshika kichwa tu. Akarudi nyumbani akamhadithia rafiki yake Ola. Ola akamwambia unakasirika kwa sababu umemwona akiwa na mwanamke mwingine, alafu umjui. Ngoja nikwambie kitu, kama unampenda yule kijana unachotakiwa ni kujishauri. Hi, my name is Juni, sijivutiwa na wewe, ningependa tu marafiki. Yaani unamtongoza. Yule anamwambia hebu nyamaza, unawezaje kunishauri kufanya hivyo? Kikweli nampenda, ila ujasiri wa kumwambia hivyo sina kabisa. Baadaye kuna mchizi anaitwa Samueli alikuja kumwomba msamaha Juni kwa kitendo alichofanyia na kumwomba wabaki tu marafiki kama zamani. Ameshinda kabisa kuwa mbali na yeye. Mrembo akamkubalia. Mchizi akamwomba mwagi kama amemsamehe na kusema moyoni, ipo siku utakuja tu kunivuia nguo. Huku Kachi anaambia mama yake hebu msindikize mwezio. Kachi ananyanyuka na kumsindikiza ila hajapenda kabisa. Wakati mrembo Juni ipo kwenye harakati zake za kuuza chakula, mwana gari likataka kujigonga. Juni akawaka ile hivi unaba kastuka kuona handsome Kachi anasili kwenye hiyo gari. Mrembo akabaki ameduaa. Kachi anamuuliza uko sawa? Hebu sema kitu kama uko sawa. Juni anajibu niko sawa. Kachi anamwambia samahani, itakilipia iko chakula. Mrembo anasema usijali.
Kachi anamuuliza ulikuwa unaelekea wapi? Nataka nikusindikize. June anachanganyikiwa, anasema sitaki kwenda popote, nataka kubaki hapa. June anazinduka na kumwambia ofisini. Kachi anamchukua na kumpeleka ofisini kwake. Kesho yake June akamsubiri tena njia panda. Alipomwona akajifaa akimbia. June ajifanya hey, sikutarajia kama nitakuona. Kachi anasema hii ni njia yangu ya mazoezi, nakimbia kila asubuhi. June akasema hata mimi ndio njia yangu. Kisha kakimbia wote. June akarudi ofisini akiwa rai sana, akimsubiri Ola mpe ubuyu. June anamwambia na furaha sana. Ola yani ungemuona jinsi anavyoongea. We, ndio kijana ni mzuri sana. Ana kila kitu ninachokitaka kwa mwanaume. Ni ndoto yangu. Ola anamuuliza kwa hiyo ushamaliza? June anasema nawezaje? Alafu yule mtoto wa kitajiri na mimi wa kimaskini. Ola anamwambia nadhani unajidharau mwenyewe ukijiangalia. Wewe ni mzuri, una akili na mwelevu. Nachojua mimi, mapenzi yanaweza kuchipua popote. Huku nyumbani kwa Kachi, mama akaiona simu ya mwanae, akaichukua na kumpigia mpenzi wake wa Uingereza, akamwambia, sikiliza wewe msichana, uliokuwa unamdanganya mwanangu. Sasa sikiliza, mwanangu yupo katika mahusiano hapa Nigeria. Hivyo usifikirie kwamba mwanangu atarudi tena huko Uingereza na shule ndio ishaisha hivyo. Hivyo naomba mwache, sitaki usumbufu. Kachi anamwambia mama yake, kwa nini unamwambia hivyo? Mchizi mahusiano na binti wa Uingereza yakaishia hapo. Kachi asubuhi akamwibukia Juli na kumwomba namba, maana alitamani kumpigia lakini namba hakuwa nayo. Mrembo anasema siku chache zilizopita simu yake ilidumbukia kwenye maji, kwa hiyo kwa sasa hana simu. Mrembo akamkaribisha msosi. Baada ya kuonja akamwambia chakula chako ni kitamu sana, umepika wewe? Ndiyo nimepika. Kachi akamwambia nafikiri kupika ndio kitu ambacho anakipenda katika biashara. Mrembo akasema napenda kupika ila nitamani niwe na kazi rasmi sababu nilisomea business administration, ila kupata kazi ilikuwa ngumu na wengine walikuwa wanaomba kitu ambacho siwezi kuwapa, hivyo ikaamua kama mantilie. Kachi akamwambia usijali, nitakuwezesha uwe na restaurant kubwa. Kesho yake Kachi akagoma na mama yake, alikuwa analazimisha kumuoa Tasha, hivyo akaamua kumfuata June atulize angalau mawazo. June anamuuliza uko sawa? Unaonekana uko sawa. Chika anasema niko sawa. Kisha anamuuliza ushapata simu mpya? June akamwambia hapana, naendelea kufanya kazi ila nitanunua simu nzuri ili nifungue Instagram kwa ajili ya kutafuta biashara yangu mtandaoni. Baadaye rafiki yake Samueli akaja na zawadi. Hey Sam, muda mrefu hatujaonana. Ulikuwa wapi? Chiza anasema alisafiri ila nimekuletea zawadi. June anasema asante. Mchizi anasema unaweza kuifungua. June anasema nitaichafua, ngoja nimalize kuosha vyombo, nitaifungua. Mchizi anasema naomba nikusaidie kuosha vyombo. Mara ghafla June anamuona Kachi na kupagawa mbele ya mchizi. June anamsogelea kwa tabasamu, akamkumbatia na kumuuliza habari za mchana. Niko poa. Kachi anamuuliza vipi, uko busy? Mrembo anajibu hapana. Alafu rafiki yangu amekuja kunisalimia. Kisha mrembo anamtambulisha Samueli. Huyu ni rafiki yangu sana sana sana, anaitwa Kachi. Kachi anatoa mkono na kumsalimia Samueli. Samueli haelewi kinachoendelea. Kachi anamwambia June, nimekuletea zawadi. June akaipokea na kuifungua. Wow, Kachi umeninunulia phone? Ndio, ni iPhone 14 Pro Max. Ukununulia hii upate quality ya kufanya biashara yako online. Akamkumbatia kwa bashasha, huku Samueli akimzumu tu. Kisha akamwambia anapaswa kuondoka sasa. June hana habari, kapagawa na Kachi. Chiza akampeleka June mpaka anakoishi na kurudi home. Usiku Kachi akampigia simu June na kumwambia, nimeboreka sana kukaa nyumbani. Vipi, naweza nikaja tukakaa wote? June akamwambia haina shida, unaweza kuja. June akapagawa anajiandaa kumpokea Kachi, na ghafla mlango unagongwa. June anastuka na anajiuliza mbona amewahi sana. Akajeka sawa na kumwambia, unaweza ingia. Mara ashangaa kumwona Sam, kumbe ni wewe. Sam anamjibu ni mimi, kwani ulikuwa unategemea mtu mwingine? June anamwambia ndio, rafiki yangu alikuwa anakuja. Chiza anamwambia, yule ndio sababu ya kunikwepa mimi. Samueli, wewe ni rafiki yangu, sawa? Samueli akasogea kitandani akamwambia, mimi sitaki kusimamisha urafiki wetu, ila tu zaidi ya marafiki. June anamwambia sitaki zaidi ya hapo, wewe univutia hata kidogo, sawa? Chiza akasogea zaidi na kumshika paja. June akanyanyuka na kumwambia Samueli, unarudia tena kufanya hili? Ndio narudia kwa sababu na upendo na wewe. Nataka niwe na wewe leo. Samueli akamshika June na kumtukia kitandani. Usikose sehemu ya pili. Utaona kwanza unaanza. Movie inaitwa When You Love June. Ila usisahau kusubscribe, kulike na comment channel yetu.